kuwa ni chanzo cha ukatili. Kabla ya yote nimshukuru Mungu kwa ajili ya somo langu. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, ni asante kwa ajili ya upendo wako wa Calvary. Ni asante kwa kutupa tena kibali tukutane mahali hapa. Mungu wangu na baba yangu wa mbinguni, na nibariki jina lako, kwa sababu katikati ya miungu hakuna kama ya Mungu wa mbinguni. Ninasema asante kwa ajili ya mtumishi wa Mungu. Ninasema asante kwa ajili ya wote waliohudhuria katika ibada hii. Ninasema asante kwa kunipa tena kipaumbele cha kusimama hapa niongee na watumishi wako kwa habari ya malezi. Mungu wangu na baba yangu wa mbinguni, ukanisimamie, ukawafungue masikio waweze kuelewa ni nini ambacho tunaongea. Baba, anza nasi na umalize nasi, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Naomba mtu ambaye anajua kusoma kwa kichwa nisomee Mithali 22 mstari wa 6. Mithali 22 mstari wa 6 nao unasema mlee mtoto katika njia impasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaona swala zima la malezi ni mchakato. Malezi sio swala la siku moja. Amen. Amen. Kwa hiyo kama malezi ni swala la mchakato, tunatakiwa tuwe makini, tusiache point hata moja ipite katika malezi. Na tumebaini kwamba vitendo vingi vya ukatili ambavyo vimepelekea mpaka uhalifu, shida iko hapa chini. Shida iko hapa chini, malezi yako vizuri. Tunaamini mtoto anapokuwa amezaliwa, anazaliwa akiwa innocent. Kichwa chake kiko empty, lakini anazaliwa akiwa innocent. Lakini sasa anakuja kukumbana na dunia ambayo ina mambo mbalimbali ambayo inampelekea sasa kuwa mhalifu, lakini kuwa mkatili, lakini pia kufanywa ukatili. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo hapa kwenye swala la malezi ni sehemu ya kukazia sana. Kwa mfano niulize swali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Darasa langu ni darasa shirikishi, na nikimuuliza mtu swali anajibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amina. Wewe mama mwenye mtoto ambaye amevaa kablauzi fulani hivi na kitenge, naomba uje hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba nimuulize swali. Mama, habari yako? Marahaba, nafurahi kukuona, umependeza. Amen. Naomba nikuulize, huyu mtoto wako huyu? Bwana Yesu asifiwe. Huyu mtoto wako huyu ungependa awe nani baada ya miaka 20 ijayo? Bwana Yesu asifiwe. Namuuliza mama, huyu mtoto wako huyu ana miaka mingapi? Mwaka 1 na miezi 5. Amina. Ungependa awe nani baada ya miaka 20 ijayo? Miaka 20 unapenda awe nani mwanao? Awe nesi. Unapenda awe nesi. Bwana Yesu asifiwe. Tumpigie makofi mengi mengi. Angependa mtoto wake awe nesi baada ya miaka 20 ijayo. Amen. Sasa basi kumtengeneza nesi tunaanza leo. Kuanzia mtoto anapozaliwa tunaanza kumtengeneza dokta, tutaanza kumtengeneza nesi, tutaanza kumtengeneza president, rais. Tutamtengeneza pia waziri, makamu wa rais, spika wa bunge na mtu yoyote unayemfahamu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kikubwa ni kwenye malezi. Hapa katika hili somo ambalo ni Mithali 22 mstari wa 6. Amen. Inasema tulee mtoto katika njia impasayo, ambayo hata isahau hata atakapokuwa mzee. Kwa hiyo tunaona swala zima la malezi ni endelevu. Amen. Ni swala endelevu ambalo halina utani.
Swala hilo linatakiwa lifanywe na baba na mama. Mama na baba, usikubali mtoto wako alelewe na mtu mwingine. Ukisema kwamba unamwachia mtu atamlea namna anavyojua, hutampata nesi. Miaka 20 ijayo, hutampata nesi. Kwa hiyo katika swala zima la malezi tuwe makini. Amen. Nirudi kwa kina mama ambao ndio walezi wa kwanza. Mama ambaye uliweza kumpanga mtoto kwenye miguu mpaka akaweza kujisaidia akiwa mdogo, akiwa na miezi 3-4, ukampanga kwenye miguu kwenye poti. Poti lilikuwa ni miguu alafu anajisaidia. Wamama mnanielewa? Wamama, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Safi. Ukampanga kwenye poti mpaka akajisaidia, ni mdogo, ana miezi 3-4. Baadaye ukamwekea poti la plastiki, ukawa unamweka hapo, ukajua dalili hizi mtoto anataka kupuu, ukamweka kwenye hilo poti, mtoto akajisaidia, akaendelea hivyo hivyo. Mama anataka kupuu, nenda kwenye poti lako. Kinachokufanya sasa hivi unashindwa kumlea mtoto ni nini? Kilichokufanya huu mnyororo ambao ulikuwa nao before mtoto kuwa mkubwa, akakutii vizuri, akajisaidia, ukajua dalili za huyu mtoto anataka kupuu, ukamweka kwenye poti, akaenda mwenyewe akajisaidia, akaenda chooni akajisaidia.